Lakini namshukuru Mungu, asili ya upole iliyo ya Mungu ya kutenda vyema ina matokeo makubwa. Yaani kama unasikia na unalisoma neno la kwamba unani wewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli, watu wanaoweza kusema hili neno ni wale walio na asili ya kutenda vyema. Unani wewe mlima mkubwa mbele ya mwana wa Roho. Bwana asema si kwa nguvu wala kwa uwezo, bali ni kwa Roho. Asili ya kutenda vyema hudhihirisha matendo ya Roho wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Umenielewa mwana wa Mungu? Moyo wako umekaa salama sasa hivi? Hasila kameondoka? Chuki kameondoka? Nimekwambia hivi, siombei mtu leo. Mimi sikutumwa kuombea mtu, nimetumwa kuponya roho ya mtu mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Aliyenielewa na amepona kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu Mungu aliniambia asili ya rohoni inakaa rohoni mwa mtu, na kila mtu anajua asili aliyonayo. Kama una asili ya Mungu unajua, maana asili yako itakuwa ni ya kutenda vyema. Lakini kama una asili ya dhambi, utajua mwenyewe, maana asili yako itakuwa ni ya kutenda uovu, itakuwa sio ya kutenda vyema. Kwa hiyo ukishagundua hivyo, anza kuvunja hiyo asili kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Shika sadaka yako, itabirie. Unaitabiria nini? Kibali kitokacho kwa Mungu, kinachotokana na kutenda vyema. Ninatabiria kuanzia leo, ninapokea kibali kinachotokana na Mungu, kitokanacho na kutenda vyema katika jina la Yesu. Tabiria hayo maombi, tabiria sadaka yako, na tabiria kupokea kibali. Sio kwamba nitapokea, ninatabiria napokea kibali kitokacho kwa Mungu wangu, kinachotokana na kutenda vyema. Kwa hiyo kuanzia leo nitaishi maisha ya kutenda vyema katika jina la Yesu Kristo. Tabiria tu hivyo, kukamilisha ibada yako. Sadaka inakamilisha tu ibada. Kamilisha ibada yako kwa kutabiria mwenyewe kwamba kuanzia leo nitaishi maisha ya kutenda vyema. Sitaishi maisha ya kutokutenda vyema, ili niwe mwenye kibali cha kweli kutoka kwa Mungu. Kibali kitokacho kwa Mungu. Unakwazwa ndio, umekwazwa ndio, umekosewa ndio, lakini kwa nini ghadhabu isiyoisha? Kwa nini usisamehe? Mwenye asili ya Mungu hata akikwazwa anasamehe, maana anajua kibali kinatokana na kutenda vyema. Akikaa na ghadhabu atamkosea Mungu kwa kuwaza, kwa kutenda, kwa kunena. Mwenye asili ya Mungu anaishi hayo maisha, anaishi hayo maisha. Na ninakuombea sana kuishi kwenye hayo maisha ya asili ya Mungu. Kibali chako hakitazuiliwa na chochote. Kibali cha mafanikio hakitazuiliwa. Hakuna mchawi wala mganga wala pepo atakayesimama mbele ya mtu anayetenda vyema. Hata kama wangeliinuka kushindana na wewe, hawatashinda kwa sababu ya nguvu ya kutenda vyema kwa jina la Yesu. Endelea kutabiria sadaka yako. Na ukishamaliza kutabiria, unatoa, weka tu sadaka yako kwa imani kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Weka tu kwa imani. Na weka tu kwa imani. Alafu unainuka na kutabiria tu, na kutamkia tu neno moja tu takalo kuunganisha katika Bwana. Kirudi unaketi, unaweka mkono wako kwenye kifua, afu unaanza kujitafakari kwa utulivu. Unasema, mimi asili yangu ni Mungu. Asili yangu ni Mungu. Asili yangu ni kutenda. Yaani unajitafakari katika hilo. Asili yangu ni kutenda vyema. Kwa hiyo ninaishinda asili ya dhambi kwa nguvu ya asili yangu ya Mungu.
Mimi asili yangu ni Mungu. Mimi ni asili ya Mungu. Asili yangu ni ya Mungu. Shinda hiyo nguvu ya kutenda dhambi kwa nguvu ya asili ya Mungu. Hautachukia mpaka ukatetemeka kama umekosea au umekosewa ukatetemeka. Hautachukia. Mtu atakukosea utafurahia. Utasema hajui alitendalo. Sema tu asili yangu ni, weka mkono wako kwenye kifua kwa utulivu sana. Hafu anze kutamka tu, mimi asili yangu ni Mungu. Mimi ni wa Mungu. Kwa hiyo asili ya kutenda dhambi sio fungu langu. Asili ya dhambi sio fungu langu. Yaani kuna mambo utashangaa yanavyobadilika maishani mwako. Kuna mambo utashuhudia mwenyewe kwa maombi haya yameleta matokeo ya ajabu kwenye maisha yako. Utashuhudia mwenyewe. Weka mkono wako kwenye kifua. Tamka hivyo, maana naona bado kuna mtu ndani yake kuna mashindano ya roho. Na Mungu amenihimiza kukuelekeza hiki na uombe. Usikomee tu hapa. Hata kama unatembea, sema asili yangu ni kutenda vyema. Natamani kutenda vyema kila saa. Natamani kutenda vyema kila dakika. Kwa sababu asili yangu ni kutenda vyema. Hautatamani kutokutenda vyema. Hautatamani kutokutenda vyema, maana unajua kabisa kwamba yani kama sitatenda vyema ina maana nimetoka kwenye asili yangu. Lakini kitenda vyema nimekaa kwenye asili yangu. Mwana wa Mungu. Au ni mimi tunayetazama kwa upana hiki namna hii? Hebu angalia rohoni ujione kwamba wewe ni wa roho. Wewe sio mwili, ni roho. Na asili ya roho ni kutenda vyema. Mungu ni roho na wewe ni roho. Asili ya Mungu ni kutenda vyema. Asili yako ni kutenda vyema, si kutenda dhambi. Ukiweka mkono afu ukajitafakari, kuna mahasilo utashangaa unayadharau. Kuna vitu utashangaa hivi mimi. Kwanza utaanza kujiuliza, kweli mimi oga nachukia mpaka natetemeka? Nilishakataa na kusalimiana na mtu mimi. Sababu gani? Huyu kwani yani mtu ambaye unambeba moyoni mwako anakaa anakuwa na nafasi ndio naye mwabudu. Lakini unaabudu Mungu. Kwa nini uwe na hasira? Kwa nini ukae kwenye asili ya dhambi? Kwa nini ukae kwenye asili ya kutenda mabaya? Kwa nini ukae kwenye asili ya chuki, asili ya uchafu, asili ya uharibifu, asili ya masengenyo? Kwa nini? Ukitafakari haya hautatamani kukaa kwenye asili ya dhambi. Utatamani kukaa kwenye asili ya kutenda vyema ambayo ni asili ya Mungu. Asili ya Mungu. Wewe sio wa mwili, wewe ni roho. Na asili yako ni Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba usimame. Sisi tumepewa neema ya uumbaji. Kuanzia leo, kesho, Jumapili, Mungu anaenda kusahihisha matokeo. Hii ni kawaida tu ya maombi ya miuga. Natembea na maombi, si kwamba ndo yameanza leo. Nikiwa nimepewa maombi ya kwamba kila mmoja ajisimamie uthibitisho na upata Jumapili kwamba huyu kale kaasili kameishamo. Maana Jumapili tuna ibada inaongelea habari ya nguvu ya sifa inayokomesha dhihaka za wanadamu. Kwa hiyo dhihaka za wanadamu ziko kwenye asili ya dhambi. Ndio maana Mungu akanituma niseme na wewe leo, uendelee kukagua ndani yako. Unaweza ukajikuta unazihakiwa, kumbe wewe mwenyewe ndani yako na asili ya dhambi. Wananidharau, wananizihaki maadui, kumbe asili yako ni ya dhambi, wanakuzihaki. Umeanza leo. Kwa hiyo maombi yako yatembee hivi leo kuvunja hiyo asili ya dhambi. Jumapili ni uthibitisho kwa kwamba ndani yako asili ya dhambi haipo. Maana kukomesha dhihaka za wanadamu ni wale ambao wamekaa kwenye asili ya dhambi, wanaofanya mateso ya watu. Kwa hiyo mimi huwa napenda tu kutoa maelekezo, usije ukasema ametu surprise. Pana. Sinaga ibada ya kusurprise.
Kila ibada ina maelekezo ya Roho. Kila kitu kinachofanyika ni Mungu ametenda na alikuwa amekiandaa. Kwa hiyo asili ya dhambi ni roho ya uharibifu, atoka kwa shetani. Asili ya Mungu ni ya kutenda vyema. Kwa hiyo lazima uendelee mwenyewe kujitamkia, kuomba, kuumba. Yaani umba asili ya kutenda. Yaani tembea, hatuna nashangaa kuna mtu anatoka tu anaanza kuongea maneno ya kwake. Hata kama unatoka kanisani, anza kuumba. Kuanzia leo mimi asili yangu natamka ni asili ya Mungu. Ninaumba nguvu ya kutenda vyema ili niwe na kibali mbele za Mungu wangu katika jina la Yesu Kristo. Unaweza ukashindwa kuumba nguvu ya kutenda vyema? Kuumba unaumba kwa kujitamkia mwenyewe kwa roho yako. Sijua kama kuna mtu ananielewa jamani. Yaani unapojitamkia nguvu ya kutenda vyema, unaumba ile nguvu, inaanza kufanya kazi maishani mwako. Inua mikono yako. Mungu aliye hai asema asili yako ni ya Mungu na ni kutenda vyema. Kuanzia leo pokea nguvu ya kutenda vyema katika jina la Yesu Kristo. Mamlaka ya kutenda vyema iamke ndani ya roho yako na ikameze kila roho ya kutokutenda vyema kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya kutenda vyema ni asili ya Mungu. Kuanzia leo natabilia mafanikio yako yanatokana na kibali kitokacho kwa Mungu, kinachotokana na kutenda vyema kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akujaze kibali kinachotokana na kutenda vyema kwa jina la Yesu Kristo. Pata kibali kwa sababu ya kutenda vyema kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo shauku ya kutenda vyema ikae ndani ya roho yako. Iweko kiu kama ya ayala atamanivyo maji, na roho yako itamani nyakati zote na majira yote. Ndani yako itamani kutenda vyema roho yako milele yote ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Na wote tuseme amen. Tumpe Yesu Kristo haki yake. Nimefika hatima ya ibada ya leo, na Mungu aliyenituma kuponya roho hiyo, na ameiponya hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Unaweza ukamtukuza Mungu, ukakaribisha majirani zako wapendwa kwenye malango yako, nami nawakaribisha nyumbani kwa Baba yangu. Karibuni hemani mwa Mungu.